Umemwona mwanao? Umemwona mwanao anavyoongea? Mwanangu basi hayo bado yamekwisha. si ndio? Hamna mama, yamekwisha hayo mwanangu. Usilie. Hii nafasi ukiipoteza mwanangu. Mimi najua Di unafanya yote kwa sababu unajua nakupenda. Usilie. Na unajua siwezi kuachana na wewe. Kiazi mwanangu. Shika sasa simu. Sio nataka kuzungumza naye. Nendeni nje nikazungumze. Shika. Sishaisha mama yangu. Shika simu. Nishazungumza naye. Sio nataka kuongea naye? Hapana. Ina maana ulivyoongea naye mbele yetu hajatosheka sasa. Wewe unasema nini? Nataka kuyajenga ili mradi ya kwenu yaishe, yangu mimi ateketee, si ndio? Yes, kipindi unaendelea kuitazama hii video, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Please naomba gusa alama ya kengele, subscribe ili tuendelee kuwa pamoja. Zompa gang kama dawa kama kawaida. Bana, majuzi hapa kuna tukio niliweza kulipandisha ikiwa linamhusu ndugu yangu hapa Bwana D. Kiukweli situation ya lile jambo haikuwa imekaa vizuri, lilisha vibaya. Na ubaya wake haukuishia pale tu tulipokuwa pamoja, lakini kilichonisikitisha zaidi kwamba hata baada ya walipotoka pale, yaliyokuja kuendelea nyumbani kwao yalikuwa ni makubwa zaidi ya pale. Kwa akatokea maugomvi mengi, mavurugu mengi, kiasi kwamba mpaka majirani kuingilia, kujaza watu, mpaka mamangu kupigiwa simu kwambia bwana huku kuna vurugu na nini. Kiukweli situation haikuwa nzuri, na kilichofanywa na dada yangu Madam Hadija pale hata mimi amenisikitisha sana. Sasa leo mama yangu ameweza kunitafuta hapa ili tujaribu kuzungumza hili jambo, tuone namna gani ambavyo tunaweza kuliweka sawa. Mamangu mimi bwana alinitafuta, yule dada ambaye ni mkwe wako alinitafuta. Na alivyonitafuta kwangu alikuja na message. Umeona? Alikuja na message nyingi zikionyesha kwamba Bwana D ana mwanamke mwingine ambaye yeye anamhudumia, kitu ambacho kinapelekea dukani kwa yule dada ambapo anauza Bwana D pale kwenye duka lao, faida haionekani, kwamba pesa zinaonekana Bwana D anachukua pesa dukani anamhudumia yule mwanamke kwa sababu anasoma chuo, yule ni mwanafunzi wa chuo yule dada. Umeona? Sasa situation haikuwa nzuri. Alipokuja kwangu mimi aliniomba nimkutanishe na yule dada. Mimi nikafanya hivyo. Tulivyompeleleza tukagundua kweli yule dada ni mwanamke wa Bwana D, na yeye mwenyewe amekiri kwamba D mimi ni mwanaume wangu na naishi chuoni mimi kwa ajili yake, ananisupporti, ananilipia mpaka ada na nini. Umeona? Kwa hivyo tukawa ina maana yule mkwe wako alishapata ushahidi kwamba ni kweli mwanaume wake ana mwanamke mwingine, na istoshe pia anamhudumia. Umeona? Kwa hiyo alipompigia D alipokuja pale ndo zikaanza kutokea hizo sintofahamu ambazo zimetokea pale, ugomvi mkubwa na nini. Kwa chanzo kikubwa cha ugomvi ni amegundua kwamba mwanaume wake ana mwanamke mwingine. Sasa sijajua mamangu leo nataka tufanyeje, maana situation tayari imeshakuwa ngumu. Karibu mamangu, tushauria tunafanyeje? Sawa mwanangu, mimi nimekusikia vizuri. Wewe ushamshauri rafiki yako kama ulivyonieleza. Sasa mimi sitaki kukuchosha. Nataka niongee na huyo mhusika mwenyewe. Niongee naye. Mkwe wako manake. Unataka kwanza niongee na huyo kijana wangu. Nikisikia yeye mazungumzo yake, nitataka umpigie mkwe wangu naye aje, nije nizungumze naye. Mimi kijana wangu namjua vizuri huyo. Kwani yeye sasa sijajua ulivyozungumza na kijana wako hapa, yeye amekueleza nini? Yeye anasemaje kuhusu hili? Unajua kijana wangu mimi sio muelewa kabisa. Sio muelewa hata kidogo. Yaani huyu kijana ananiumiza kichwa mwanzio. Mkwe wangu mimi namjua, anatusaidia, anatubeba. Najua tena maisha yetu ya hapa mjini bana. Ndio. Sasa yeye naona anataka kumwaga mchuzi. Sasa ndo nataka nizungumze naye.
kwanza nizungumze naye, alafu nitakuomba umpigie huyo mkwe wangu aje naye nizungumze naye. Vipi lakini nyinyi hamjajaribu kumpigia kutoka pale juzi ile? Wewe mama haujamtafuta labda mkwe kwenye simu ukazungumza naye na nini? Kwa kweli mimi nisiwe muongo. Alivyonieleza huyo matatizo hayo, nilinyamaza tu. Kwanza nilikuwa na hasira. Nikaona kwanza ashanivuruga. Yaani acha tu baba, sijaelewa kabisa mambo yanavyoenda. Pole sana hizo. Kwa sasa tufanyeje? Kwa tumpigie simu huyo mkweo. Sijui sasa hizi atakuwa wapi. Sasa wewe, nishamuomba huyo rafiki yako nimpigie simu mama hapa aje, nije nizungumze naye. Sasa wewe, nakuomba usije ukaharibu tena. Lakini sasa bwana D, kwani siku ile alipokuja kuchukua hivyo vitu huko nyumbani sijui, kwani usingeelewana naye tu kawaida mpaka amefikia hatua hiyo ya kugombana kiasi hicho? Kwani usingekuwa tu mpole mzee? Ni vitu ambavyo ungemwacha tu hasira yake ingeisha, mambo yangezungumzika. Kwani sasa situations zimeenda kuwa ngumu kiasi hicho mwanangu? Mimi nishaongea naye sana, maana nimempigia simu. Kila ngema kwanza nishatoa message nyingi, simu apokei. Ndio maana tumekuja mpaka huko. Tukasema labda wewe kwa sababu na nini? Issue ilianzia kwako, labda unaweza kuongea naye yeye akafanyaje? Akakuelewa. Yaani simu nimepiga sana, simu zangu apokei, wala hataki kusikiliza chochote. Sasa ukiangalia mimi sio kama simpendi, nampenda. Sema wewe mwenyewe unaelewa, unaelewa masuala ya wanaume na nini. Sasa wewe ungempenda ungemfanyia hivyo vitu vyote? Hata mimi babako angekuwa anafanyia vitu kama hivyo, kweli wewe ungekuwa ndo story sasa ndo unakuhadisia babako hivi na hivi hivi na hivi. Wewe ungeshukuliaje? Shakuwa mtihani mamangu. Kijana wewe, mbona utulii? Mhangaikaji sana. Dunia ina magonjwa, umepata mtu wa kutustiri. Sio anakustiri wewe tu, anastiri familia nzima mwanangu. Kwa kule dukani kwake vipi hujaenda kule di? Na kule yuko dada wa kazi yule ambaye ndo alikuwa. Yeye kule hayupo. Basi sawa, mimi ngoja nijaribu kumpigia hapa tuone kama ataweza kuelewa akaja. Wewe mpa ongea naye kusosi. Wewe mnaelewana, wewe ongea naye. Mimi najua. Sasa tatizo bado ana hasira sana. Ndio mtu mwenyewe yani yule sio muelewa. Tata sana. Unaona mimi nilijaribu sana kumshauri ile juzi, namuuliza kwa nini umeenda kufanya vurugu, mambo tulikuwa tushazungumza. Nilikuwa nishazungumza naye. Lakini sana naona mwenzangu kila nikijaribu kumueleza wapi hasira zompa, unajua nishapoteza gharama nyingi, sijui nini na nini. Unaona anazungumza vitu vingi yani. Unaona. Basi poa mimi maana hiyo juzi alikuja kuchukua vitu, sema sasa mwenyewe alikuwa sipo. Kwa hiyo vitu vyenyewe kuchukua baada ya kukuta mimi sipo. Kwa hiyo sema sasa yani kama akaunti zangu za benki zote zimefungwa na nini. Changamoto yani, kwa hiyo yani tatizo lake wewe mwanangu, kila kitu unajua. Kama rafiki yako alikushauri, ungemsikiliza. Tatizo kila kitu unajua mwanangu. Ndio mambo yanaharibika. Tiani sana. Ngoja nimpigie hapa. Mambo anaweza kukaa sawa, lakini situation bwana imekuwa ngumu sana kwa yule dada. Kwa ngumu. Sawa mwenyewe si hata nielewa maana yake hataki kabisa kusikia hizi habari yani. Mpigia.
Halo. Hadija vipi? Safi, habari? Good kama kaa. Poa, niambie. Fresh wapi? Niko home tu nimetulia. Sasa. Samahani mwanangu, msogea huku mtaani kwangu huku. Ukuja juzi huko. Kuna nini tena? Na kipengele hapa ise inabidi msaidie tu mwanangu nikiweke sawa kwanza. Msogea mara moja tuzungumze hapa. Haya, sawa nakuja. Njoo mwanangu antai, mimi nipo hapa. Wewe upo hapa nani chini tu hapa? Haupo wapi? Siko mbali, niko mtaani hiyo. Basi poa, sogea hapa mtaani mwanangu. Poa, basi ngoja nijiandae nitoke. Poa. Anakuja. Kwa sababu amesema anakuja. Basi ngoja tumsubirie afike kwa sababu hata juzi ile situation ile ilipotokea alikuja hapa anapajua. Sawa. Alikuja. Kuna vitu kidogo hapa alikuwa anajaribu kuniambia lakini alikuwa katika hali ya kupanic sana. Sasa sijajua akifika hapa akimwona D yuko hapa sijui itakuwaje, lakini tumombe tu Mwenyezi Mungu kila kitu kiende sawa. Kwa kweli hiki kitu bwana kimemuumiza sana. Kalia sana hata hiyo juzi yenyewe. Alilia sana. Inaonekana ni kwamba alikuwa anampenda sana kijana wako. Yaani D mpata mwanamke ambaye anakupenda sana mwanangu. Sana. Anataka kuipoteza bahati. Changamoto wewe mwanangu ndo unazingua. Changamoto wewe unazingua. Lakini tuombe Mungu pengine kila kitu kitakaa sawa. Tiani sana. Kijana na wenge huyo. Kwa hiyo mamangu, changamoto hizo zinatokea. Changamoto ni sehemu ya maisha. Basi watu msubirie hapa afike afu tujue tunafanyaje. Sawa. Hivyo nje ta. Pikipiki umesikia kafika, nenda huko. Nenda kuweka hapo kuna kiti. Kaa huko. Maana hapa akija akimkuta hapa ataleta shida. Huyu kwa yeye. Yeye kijana mtata sana shida ni. Hata mimi nilipokuwa kijana hivyo hivyo. Lakini tumuombe Mungu mamangu, kila kitu kitakaa sawa tu. Mungu atafanya pesa. Mimi na imani kila kitu kitakaa sawa tu. Mtihani. Lakini anaonekana ana upendo sana. Anatubeba baba. Kwa hiyo situation ndio ni DC ya mamangu. Anawapenda sana. Ni dia anamkosea sana huyu dada. Atakiwa amzingatie. Wanasemaga hawezi kuona umuhimu wa kidole cha mwisho mpaka kikatika. Kabisa. Pita tu. Karibu mama. Karibu Dija. Karibu kipenzi. Taukae mwanangu. Marahaba. Anakuaje mwanangu? Kama kaa. Mwanangu bwana, samani naomba nikupe maiki kwanza kwa najua nimekusurprise. Lakini haina jinsi. Unajua jambo lilianzia hapa, kwa lazima liendelee liishie hapa. Unaona? Yeah. Mimi bwana nimetembelewa na mama yangu hapa. Nimetembelewa na mama yangu. Hiki cha ndani kigeuze. Yes. Mimi bwana nimetembelewa hapa na mama yangu. Tembelewa na mama yangu. Kwanza alinipigia simu akanieleza kutokana na jambo ambalo limetokea huko. Sasa situation ambayo tuko nayo bwana, mama amemwacha katika hali moja ambayo sio nzuri. Mama hana amani, hana furaha, kashazoea kuongea na mkwe wake. Umeona, unamtafuta unaenda nyumbani na nini. Kwa sasa kama magomvi yametokea katikati yako wewe na kijana wake, isiwe sababu sasa eti wewe ukaja kuzungumza na mama hapa, hicho kinakuwa sio kitu kizuri bwana. Yaani Zompa ni miayusho sana.
Na vipengele. Kipengele chenyewe ndio hiki. Mimi nishamalizana na hii familia lakini sasa bado atabaki kuwa makomko tu jamani. Yaani gombana kweli na kijana yake ndio ina ndo ghafla ni kweli. Nishakata kila kitu. Yaani nimeshakata kabisa hiyo familia siitaki hata. Inawezekana usiwe pamoja na kijana wake lakini ukawa bado unaendelea kuwasiliana na mama. Sasa anakupigia simu, ananiambia ushiki simu zake, upokei. Mimi nikaona bwana sio kitu kizuri, ngoja nikupigie simu. Ndio hivyo nikuite hapa. Mama anataka azungumze na wewe kwa sababu hujampa nafasi hata ya kumsikiliza kutokana na hicho ambacho kimetokea. Umeona bwana? Kwa mama bwana, mkwe wako huyo hapa. Nimekuletea. Zungumza naye. Karibu mwanangu. Kwanza nisamee mimi. Maana mimi ndio niloleta wewe ugonjwa duniani. Nisamee kipenzi changu. Sijai kukukwaza. Ukija tunazungumza, tunaelewana. Nisamee sana mwanangu. Na mimi kuna kitu pia nataka niongee wewe mwenyewe ukiwepo. Mama, mimi hayo alishapita. Moyo wangu mweupe kabisa, sina hata kinyongo na nyinyi. Niacheni basi na maisha yangu nipumue. Usifanye hivyo mwanangu. Nakuomba mimi mama yako mtu mzima. Kama nilivyokuambia nisamee mimi. Haya. Wewe bwana we. Usojijua, hebu sogea huko. Kama Adia mimi tuzungumze kwanza tuweke jambo liishe bwana. Kwa hiyo sasa Zompo muona haitoshi. Unaletea tena huyu mwanaume. Mimi unataka nizungumze naye nini? No, hebu tujaribu. Tunaongea nini? Mama na kuheshimu. Sija kukuvunjia heshima hata siku moja. Ila mwanao mimi inatosha. Simtaki mama. Najua mwanangu. Najua. Ukosea ndio Dija, lakini sasa hebu tujaribu kuweka jambo sawa bwana. Unajua bibi mkubwa, yani kwa heshima ya mama. Tuangalieni hili jambo tunalikaje sawa jamani. Tunaweka sawa nini? Unataka niongee nini mimi Zompa? Nifanye nini hapa? Nishakwambia mimi simtaki huyu, tushaachana. Ni kitu gani mimi na yeye tunaweza tukazungumza? Hii familia jamani, niacheni na mimi nipumzike. Mapenzi tena sitaki. Mama, hiki ni nini lakini? Mwanangu nipo chini ya miguu yako. Nisikilize basi japo kidogo tu. Yaani unanikatisha tu juu unataka kunitia pressure mwanangu. Sitaki mama. Sitaki, simuhitaji mwanao. Kashanizalilisha vya kutosha. Kanivua nguo mpaka nikitembea barabarani yani sina thamani. Kweli? Kwa sababu tu ya mapenzi yake huyu. Mama nakuomba ufanye kwa niaba yangu basi. Fanya kwa niaba yangu. Mama. Ndio mume msamaha mke wako. Achukue wanawake wake. Si kataka vitoto vya 2000. Anajua kabisa mimi ndo nilikopo mchezaji bora kwenye familia yake. Leo kaamua kunizalilisha. Aende kwa huyo kimada wake. Yes, ndo kaona yule anamstahili. Mimi aniache nipumzike. Mama nakuomba, nimekuambia fanya kwa niaba yangu. Hamna niaba yako mama hapo. Yaani si tuweza yaani sio hatuwezi kabisa kuongea mimi na yeye tukaelewana. Tatizo ni moyo. Moyo wangu kabisa umeshagoma, sitaki. Sitaki kuongea tena na wewe, usiniongeleshe. Usiniongeleshe chochote, sitojali mama, sitojali nimeitwa nipo kwa watu, sijali chochote. Sasa fungua mdomo wako.